Mchungaji Thomas alikuwa mchungaji mpya ambaye alikuwa amehamishiwa katika kanisa moja lililokuwa pembezoni mwa mji. Kanisa hilo lilikuwa na waumini wengi na lilijulikana kuwa na majengo mazuri na watu wenye uwezo mkubwa wa kifedha. Hata hivyo, pamoja na sifa hizo nzuri, kulikuwa pia na maneno yaliyokuwa yakizungumzwa chini kwa chini kuhusu tabia za baadhi ya waumini wake. Watu wengi walisema kanisa hilo lilikuwa na tabia ya kuwabagua watu kulingana na hali zao za maisha. Tajiri aliheshimiwa sana na kupokelewa kwa mikono miwili, lakini maskini alionekana kama mtu asiye na thamani. Mchungaji Thomas alipokuwa anajiandaa kwenda kuanza huduma yake pale, maneno hayo yalikuwa yanazunguka kichwani mwake kila mara. Siku chache kabla ya kuanza rasmi huduma yake, Mchungaji Thomas alikuwa amekaa nje ya nyumba yake jioni moja akitafakari kwa kina. Aliangalia mbali huku akifikiria kwa sauti ya chini. Je, kweli hawa watu wanabagua kiasi hicho? Au ni maneno tu ya watu? Kadri alivyozidi kufikiria, ndivyo moyo wake ulivyokuwa unahisi kuwa lazima ajue ukweli mwenyewe. Alijua kuwa kama angefika pale akiwa mchungaji mwenye suti nzuri na heshima yake, watu wote wangemkaribisha vizuri bila hata kuonyesha tabia zao halisi. Ndipo wazo la ajabu likaanza kuingia akilini mwake. Hatimaye alijiambia moyoni, kama kweli nataka kujua moyo wa watu hawa, ni lazima niwajaribu bila wao kujua mimi ni nani. Wazo hilo lilionekana la ajabu kidogo, lakini kadri alivyozidi kulifikiria, ndivyo lilivyoonekana kuwa sahihi. Aliamua kuwa siku ya kwanza ya Jumapili, kabla hajajitambulisha kama mchungaji mpya, ataenda kanisani kwa kujifanya mtu maskini ili aone jinsi watakavyomtendea. Alitaka kuona kama kweli wanapokea kila mtu au wanapokea watu wenye hadhi tu. Siku ya Jumapili ilipofika, Mchungaji Thomas aliamka mapema sana. Kwa kawaida alikuwa mtu nadhifu sana na mwenye maisha mazuri, lakini siku hiyo aliamua kufanya kitu tofauti kabisa. Alifungua kabati lake na kuchukua nguo za zamani zilizokuwa zimechakaa sana. Alivaa suruali iliyokuwa imefifia rangi na shati lililokuwa na mashimo madogo. Alijitazama kwenye kioo na kusema polepole, leo nataka nijione kama mtu ambaye hana thamani mbele ya watu. Hakuchana nywele zake kama kawaida. Badala yake alizitikisa kidogo ili zionekane zimevurugika. Alikuwa na lengo kubwa sana la kujua ukweli. Baada ya kujiandaa hivyo, alitoka nyumbani kwake na kuanza safari kuelekea kanisani. Njiani baadhi ya watu walikuwa wanampita wakimtazama kwa mshangao. Wengine walikuwa wanamwangalia kama mtu asiye na mwelekeo. Mchungaji Thomas alihisi kidogo maumivu moyoni, lakini alijikumbusha kuwa hii ilikuwa sehemu ya jaribio lake. Leo nitajua ukweli wa mioyo ya watu, alijiambia kimya kimya huku akitembea pole pole kuelekea kanisa. Alipofika karibu na kanisa hilo, aliona magari mengi mazuri yakiwa yamepangwa nje. Watu walikuwa wanashuka kwenye magari yao wakiwa wamevaa nguo nzuri sana za Jumapili. Wengine walikuwa wanacheka na kusalimiana kwa furaha kubwa. Mchungaji Thomas alisimama kidogo mbali na mlango wa kanisa na kuangalia kila kitu kwa makini. Hawa ndio watu ambao nitaishi nao na kuwaongoza, alijiambia moyoni. Alivuta pumzi ndefu na kuanza kutembea kuelekea mlangoni. Mara tu alipokaribia mlango, kundi la vijana waliokuwa wamesimama pale wakizungumza walimuona. Walimtazama kutoka juu hadi chini kwa mshangao. Mmoja wao alianza kucheka na kusema kwa sauti ya kejeli, jamani, angalieni huyu chizi ametokea wapi? Vijana wengine wakaanza kucheka kwa sauti kubwa. Mchungaji Thomas walitazama kwa utulivu, kisha akasema kwa sauti ya chini, samahani ndugu zangu, naweza kuingia ndani kusali? Lakini mmoja wa vijana akamjibu kwa dharau, wewe unataka kusali au unataka kuleta fujo hapa? Mwingine akaongeza kwa kejeli, hapa si sehemu ya wazimu, nenda huko barabarani. Wakati huo mhudumu wa mapokezi aliyekuwa karibu alisikia kelele na akaja haraka. Alipomwona mchungaji Thomas, alikunja uso wake kwa hasira kidogo. Wewe unafanya nini hapa? Aliuliza kwa sauti kali. Mchungaji Thomas akajibu kwa unyenyekevu, nataka tu kuingia ndani kuomba. Lakini yule mhudumu akasema kwa ukali, hapana, usisimame hapa mlangoni, unaogopesha wageni. Mchungaji Thomas alijaribu kuelezea tena kwa utulivu, ndugu yangu, na mimi ni mtu tu inayetaka kumsikiliza Mungu. Lakini yule mhudumu alitikisa kichwa kwa dharau na kusema, angalia hali yako kwanza. Watu wamevaa vizuri, halafu wewe unakuja hapa kama mtu aliyepotea. Vijana waliokuwa karibu wakaanza tena kucheka.
Wakati huo mlinzi wa kanisa alikuja kwa sababu aliona watu wanazungumza kwa sauti kubwa. Alimsogelea mchungaji Thomas na kusema kwa sauti nzito, "Wewe unatakiwa kuondoka hapa." Mchungaji Thomas akamwangalia kwa upole na kusema, "Kwa nini nifukuze wakati nataka tu kuomba?" Mlinzi akajibu kwa ukali, "Hapa si mahali pa watu wa ajabu." Mchungaji Thomas akasema tena kwa unyenyekevu, "Tafadhali ndugu yangu, niruhusu hata nikae nyuma nisikilize tu." Mlinzi akamwangalia kwa muda kisha akasema kwa sauti ya kukasirika, "Sawa, kama utaingia, utaenda kukaa nyuma kabisa na usilete fujo." Hatimaye mlinzi alimruhusu aingie ndani, lakini kwa masharti ya dharau. Mchungaji Thomas aliingia polepole huku watu waliokuwa karibu wakimtazama kwa mshangao. Wengine walikuwa wanamwangalia kwa hofu kana kwamba angeweza kufanya kitu kibaya. Alitembea taratibu akielekea upande wa nyuma wa kanisa. Alipofika karibu na viti vya katikati, mwanaume mmoja aliyekuwa amekaa pale alimuona akija. Haraka sana alichukua koti lake na kulilaza kwenye kiti cha pembeni. Mchungaji Thomas akasema kwa utulivu, "Samahani, naweza kukaa hapa?" Lakini yule mwanaume akajibu kwa haraka, "Hapana, kiti hiki kina mtu tayari." Mchungaji Thomas akasema tena kwa upole, "Lakini hakuna mtu anayekaa hapa." Yule mwanaume akamjibu kwa sauti ya kukasirika, "Nimesema kina mtu tayari, tafuta sehemu nyingine." Watu waliokuwa karibu waliinama kidogo wakicheka kwa dharau. Mchungaji Thomas akaendelea kutembea akitafuta sehemu nyingine ya kukaa. Alipokaribia kiti kingine, wanawake wawili waliinuka haraka na kuchukua mikoba yao. Mmoja wao akamnong'oneza mwenzake, "Hapa hapafani kukaa karibu na huyu mtu." Wakachukua vitu vyao na kuhamia viti vingine. Hatimaye mchungaji Thomas ilibidi akae nyuma kabisa ya kanisa. Hapo ndipo alipokuta kiti cha mwisho kilichokuwa wazi. Alikaa polepole huku akitazama mbele madhabahuni. Ingawa moyoni alikuwa na huzuni kwa jinsi alivyotendewa, alikuwa anakuja kanisani kama mtu anayehitaji msaada na faraja. Lakini alichokutana nacho kilikuwa dharau na kukataliwa. Hata hivyo, alijikumbusha kuwa hili ndilo jaribio alilokuwa amelipanga mwenyewe. Baada ya muda kidogo, aliyekuwa anaongoza ibada alisimama mbele na kusema kwa sauti kubwa, "Sasa tunakaribisha wageni wote waliokuja kwa mara ya kwanza kusimama ili wajitambulishe." Watu wachache waliinuka na kuanza kujitambulisha kwa furaha, huku waumini wengine wakipiga makofi ya kuwakaribisha. Mchungaji Thomas aliposikia maneno hayo, alihisi labda huu ndio ungekuwa wakati wa kuona kama kweli kanisa linawapokea wageni wote. Kwa hiyo alisimama polepole kutoka kwenye kiti chake cha nyuma ili ajitambulishe kama mgeni. Lakini kabla hata hajafungua mdomo kusema neno, mhudumu mmoja wa kanisa aliyekuwa karibu alimsogelea haraka na kumshika mkono kwa nguvu kidogo. Kwa sauti ya chini lakini yenye ukali alimwambia, "Kaa chini." Mchungaji Thomas akamwangalia kwa mshangao kidogo na kusema, "Lakini mmesema wageni wajitambulishe." Yule mhudumu akakunja uso wake na kusema kwa dharau, "Wewe huwezi kujitambulisha hapa." Mchungaji Thomas akamuuliza kwa utulivu, "Kwa nini?" Yule mhudumu akamjibu kwa sauti iliyokuwa na hasira kidogo, "Unaona jinsi ulivyo? Ukisimama hapa utaiaibisha kanisa mbele ya wageni wetu. Tafadhali kaa chini." Maneno hayo yalikuwa makali sana na yalimgusa mchungaji Thomas moyoni, lakini alikubali kukaa chini kimya kimya, huku watu wengine wakiendelea kujitambulisha mbele. Wakati huo, baadhi ya vijana waliokuwa wamekaa karibu nyuma waliinua macho yao wakimtazama mchungaji Thomas kwa kejeli. Mmoja wao akamnong'oneza mwenzake, lakini kwa sauti inayosikika kidogo, "Leo tutapata drama kanisani." Mwenzake akacheka kidogo na kusema, "Kweli, huyu anaonekana kama ataanza kufanya mambo ya ajabu muda wowote." Vijana wengine wakaanza kucheka kwa sauti ya chini kana kwamba wanafurahia kumwona mtu akidhalilishwa. Ibada iliendelea kama kawaida, lakini mchungaji Thomas alikaa kimya kabisa kwenye kiti chake. Watu walikuwa wanaimba na kushangilia huku wengine waliinua mikono yao wakisema amina. Lakini yeye alikuwa kimya akitazama kila kitu kinachotokea kanisani. Alihisi kama mtu asiyeonekana kabisa, kana kwamba uwepo wake haukuwa na maana yoyote kwa watu waliokuwa pale. Baada ya muda ilifika sehemu ya sadaka. Mhudumu mmoja alisimama mbele na kusema kwa sauti ya furaha, "Sasa tutasimama kwa utaratibu tukipeleka sadaka zetu mbele." Watu waliinuka mmoja baada ya mwingine wakielekea mbele kutoa sadaka zao kwa heshima. Mchungaji Thomas pia alisimama polepole akitaka kwenda mbele kama wengine. Lakini alipokuwa karibu kuanza kutembea, mhudumu mwingine alimzuia kwa mkono na kumwambia kwa sauti ya kukatisha tamaa,
"Hapana, wewe usiende mbele." Mchungaji Thomas akamuuliza kwa mshangao, "Kwa nini nisiende?" Mhudumu huyo akamwangalia kwa dharau na kusema, "Angalia jinsi ulivyo kwanza. Hili kanisa ni la watu wenye hadhi zao." Mchungaji Thomas akasema kwa upole, "Lakini nataka tu kutoa sadaka kama wengine." Lakini yule mhudumu akatikisa kichwa na kusema kwa ukali, "Na masikini kama wewe, na sidhani kama tuna shida na hiyo 200 yako ya sadaka. Kaa hapo ulipo." Maneno hayo yalikuwa ya kudhalilisha sana, kiasi kwamba baadhi ya watu waliokuwa karibu waliinua macho yao kumtazama. Vijana wale wale waliokuwa wanacheka mapema wakaanza tena kusema kwa kejeli, "Leo tutapata drama kanisani." Mmoja wao akasema kwa sauti ya chini, "Huyu angefukuzwa kabisa." Wengine wakacheka huku wakitikisa vichwa vyao kana kwamba wanakubaliana. Ibada ilipomalizika, watu walianza kutoka nje ya kanisa kwa makundi makundi. Walikuwa wanazungumza, wanacheka na kusalimiana kwa furaha kubwa. Lakini wakati huo huo, baadhi yao walikuwa wanamwangalia mchungaji Thomas kwa macho ya dharau. Mwanaume mmoja akasema kwa sauti ya kukasirika, "Huyu mtu angefukuzwa mapema sana kabla hajaanza kuharibu ibada." Mwingine akajibu kwa kuunga mkono, "Kweli kabisa, kanisa kama hili halipaswi kuwa na watu wa aina hii." Wengine wakatikisa vichwa vyao wakikubaliana, huku wakimtazama mchungaji Thomas kana kwamba yeye ni tatizo kubwa sana. Wakati mchungaji Thomas alikuwa anajiandaa kuondoka, mlinzi wa kanisa alimkaribia tena. Alisimama mbele yake kwa uso mkali kisha akasema, "Nisikilize vizuri." Mchungaji Thomas akamwangalia kwa utulivu. Mlinzi akaendelea kusema kwa sauti nzito, "Usirudi tena hapa kama utaleta fujo." Mchungaji Thomas akajibu kwa upole sana, "Lakini mimi nilitaka tu kuomba pamoja na ninyi." Mlinzi akacheka kidogo kwa dharau na kusema, "Kuomba? Hapa tuna watu wa heshima. Hatuwezi kuruhusu mtu kama wewe kuharibu ibada." Maneno hayo yalikuwa ya mwisho kabisa ambayo mchungaji Thomas aliyasikia kabla hajaondoka pale kanisani siku hiyo, akiwa na moyo mzito, lakini pia akiwa na ukweli aliyotaka kuujua. Baada ya ibada ya asubuhi kumalizika, kanisa hilo lilianza kujiandaa kwa tukio kubwa la mchana. Kulikuwa na sherehe maalum ya kumkaribisha mchungaji mpya ambaye angeanza huduma rasmi siku hiyo. Kanisa lilikuwa limeandaliwa vizuri sana, na nje ya kanisa kulikuwa na meza zilizopangwa kwa mpangilio mzuri na chakula kingi kilikuwa kimewekwa tayari kwa ajili ya wageni na waumini. Watu walikuwa wanazunguka huku na huku wakizungumza kwa furaha wakisema, "Leo lazima sherehe iwe nzuri. Mchungaji wetu mpya atafurahia sana." Hakuna hata mmoja wao aliyedhani kuwa mtu aliyemdharau asubuhi alikuwa bado pale kanisani siku hiyo. Mchungaji Thomas, akiwa bado katika nguo zake zilizochakaa na muonekano wa mtu aliyedharauliwa, aliingia sehemu ya kulia chakula. Alisimama pembeni kwa muda, akitazama jinsi watu walivyokuwa wanakaa mezani wakizungumza kwa furaha. Moyoni mwake kulikuwa na mchanganyiko wa huzuni na utulivu. Alijua kuwa bado jaribio lake halijaisha. Baada ya muda kidogo, alichukua sahani na kuanza kutafuta sehemu ya kukaa. Alipokaribia meza moja ambayo ilikuwa na wanaume wawili waliokuwa wanazungumza kwa furaha, alisimama karibu na kusema kwa upole, "Samahani ndugu zangu, naweza kukaa hapa?" Lakini mwanaume yule alimwangalia kutoka juu hadi chini, kisha akasema kwa haraka, "Hapana, meza hii imejaa. Tafuta sehemu nyingine." Maneno hayo yalikuwa makali kiasi kwamba watu waliokuwa karibu waliinua macho yao kumtazama mchungaji Thomas kana kwamba yeye ndiye aliyekosea. Mchungaji Thomas aliondoka pale polepole na kuelekea kwenye meza nyingine. Lakini kabla hata hajakaa, mwanamke mmoja aliyekuwa amekaa pale alimwangalia kwa chuki na kusema kwa sauti ya kukasirika, "Sikiliza, nenda ukae kule peke yako." Mchungaji Thomas alishtuka kidogo na kusema, "Nilikuwa nafikiri labda naweza kukaa hapa pamoja nanyi." Mwanamke huyo akajibu kwa ukali zaidi, "Hapana, tafuta sehemu nyingine." Maneno hayo yalifanya baadhi ya vijana waliokuwa karibu kuanza kucheka kwa sauti. Mmoja wao alisema kwa kejeli, "Huyu chizi amesikia leo kuna sherehe ndio amejileta hapa." Mwingine akaongeza kwa dharau, "Ndiyo, anataka kula bure." Wengine wakacheka huku wakimtazama mchungaji Thomas kwa macho ya dharau. Mchungaji Thomas alisimama kimya kwa muda kidogo, kana kwamba anatafuta nguvu ya kuendelea. Ingawa maneno yale yalimuumiza sana moyoni, hakusema chochote cha kujitetea. Alijua kuwa kila kitu kilichokuwa kinatokea kilikuwa kinamfunulia ukweli wa mioyo ya watu waliokuwa katika kanisa hilo.
Wakati huo, mwanamke mmoja maskini aliyekuwa amekaa kwenye kona ya ukumbi alimuona. Mwanamke huyo alikuwa amevaa nguo za kawaida sana na hakuonekana kuwa mtu mwenye hadhi kama wale wengine. Alimsogelea Mchungaji Thomas kwa utulivu na kusema kwa sauti ya upole, "Ndugu yangu, njoo ukae hapa." Mchungaji Thomas akamwangalia kwa mshangao kidogo. Mwanamke huyo akaendelea kusema kwa huruma, "Usijali wanachosema, hapa kuna nafasi." Mchungaji Thomas akasema polepole, "Asante sana dada." Mwanamke huyo akamwonyesha kiti kilichokuwa karibu naye na kusema, "Kaa hapa, hakuna anayepaswa kula peke yake." Baada ya kukaa, mwana kumletea maji. Alifanya hivyo kwa moyo wa huruma kabisa, bila hata kuuliza maswali mengi. Wakati huo, baadhi ya watu waliokuwa mbali walikuwa wanawaangalia kwa mshangao. Mwanamke mmoja aliyekuwa mezani karibu alinong'oneza rafiki yake kwa sauti ya chini lakini inayosikika kidogo, "Kwa nini anakaa na huyo mtu?" Rafiki yake akajibu, "Labda wanajuana." Mwanamke wa kwanza akatikisa kichwa na kusema kwa dharau, "Hapana, huyo mwanamke hana akili pia, labda amefurahi kumwona maskini mwenzake." Lakini mwanamke maskini hakujali maneno ya watu. Aliendelea kuzungumza na Mchungaji Thomas kwa utulivu, akimuuliza, "Umetoka wapi ndugu yangu?" Mchungaji Thomas akajibu kwa sauti ya upole, "Ninatoka mbali kidogo, nilikuja tu kusali leo." Mwanamke huyo akasema kwa huruma, "Karibu sana, hapa kanisani tunapaswa kupokea kila mtu." Mchungaji Thomas alihisi kitu kikigusa moyo wake sana. Katika ukumbi ule uliokuwa umejaa watu wengi waliomdharau, kulikuwa na mtu mmoja tu aliyemwona kama binadamu. Walikula chakula kimya kimya, huku wakizungumza mambo madogo madogo ya kawaida. Baada ya kumaliza chakula, Mchungaji Thomas alisimama polepole. Alimshukuru yule mwanamke kwa kusema, "Asante sana kwa wema wako." Mwanamke huyo akatabasamu na kusema, "Hakuna shida ndugu yangu, Mungu akubariki." Hakujua kabisa kuwa mtu aliyemsaidia alikuwa mchungaji wao mpya. Mchungaji Thomas alitoka kimya kimya. Hakuna mtu aliyemsimamisha wala kumuuliza anakwenda wapi. Watu waliendelea na sherehe zao kana kwamba uwepo wake haukuwa na maana yoyote. Masaa machache baadaye, kanisa lilianza kujaza tena watu kwa ajili ya ibada maalum ya kumkaribisha mchungaji mpya. Watu walikuwa wamevaa mavazi yao mazuri kabisa, kila mtu alikuwa na hamu ya kumwona kiongozi wao mpya. Muda ulipofika, mlango wa kanisa ulifunguliwa na Mchungaji Thomas akaingia ndani akiwa amevaa suti safi na nadhifu. Nywele zake zilikuwa zimepangwa vizuri na muonekano wake ulikuwa wa mtu mwenye heshima kubwa. Hakukuwa na hata mtu mmoja aliyemtambua mara moja. Mara tu watu walipomwona, waliinuka kwa furaha na kuanza kupiga makofi. Wengine walikuwa wakisema kwa sauti kubwa, "Karibu mchungaji." Wengine wakasema, "Tunafurahi sana kukuona." Kanisa zima lilijaa sauti za shangwe na heshima. Mchungaji Thomas alipofika mbele ya madhabahu, kanisa lilikuwa limejaa shangwe na makofi. Watu walikuwa wanatabasamu wakimtazama kwa heshima kubwa, wakidhani wamepata mchungaji mzuri sana mwenye hadhi na heshima. Alisimama kimya kwa sekunde chache, akitazama nyuso za watu wale wale aliokutana nao asubuhi. Ndipo akavuta pumzi ndefu na kusema kwa sauti tulivu lakini yenye uzito mkubwa, "Kabla sijasema jambo lingine lolote, nataka niwaambie kitu. Asubuhi ya leo nilikuwa hapa kanisani nikiwa nimevaa nguo zilizochakaa, nywele zangu zimevurugika na wengi wenu mkaniita chizi." Maneno hayo yalipomalizika, sauti za furaha zilipotea ghafla, kana kwamba upepo mkali umefagia ukumbi wote. Kanisa zima lilikaa kimya kabisa. Watu waliinua macho yao kumtazama kwa mshangao mkubwa. Wengine waliinama chini kama hawakuamini kile walichokuwa wanasikia. Ilikuwa kana kwamba muda umesimama ghafla. Hakuna aliyesema neno, hakuna aliyepiga makofi. Kila mtu alikuwa anajaribu kuelewa kile alichosema mchungaji wao mpya. Baada ya sekunde chache za ukimya mzito, mwanaume mmoja aliyekuwa amekaa karibu na mbele alisimama kidogo kwa hofu. "Wewe ndiye nilikutoa mezani wakati wa chakula cha mchana?" Kwa sauti ya polepole yenye mshangao mkubwa alisema, "Ina maana ulikuwa wewe?" Kanisa liligeuka na kumtazama mwanaume huyo. Wengine walianza kunong'ona kimya kimya, wakitazamana kwa aibu. Mchungaji Thomas alimwangalia mwanaume huyo kwa utulivu kabisa, kisha akajibu,
Ndiyo, nilikuwa mimi. Nilitaka kuona upendo wenu kabla sijaanza kuwaongoza. Maneno hayo yalikuwa kama mshale ulioingia moja kwa moja mioyoni mwa watu wengi waliokaa pale. Wengine waliinama vichwa vyao kwa aibu, wengine walishika nyuso zao kwa mikono kuonyesha majuto. Mwanamke maskini aliyemkaribisha mezani asubuhi alikuwa amekaa upande wa nyuma wa ukumbi. Aliposikia maneno hayo, macho yake yalianza kujazwa na machozi. Hakuamini kwamba mtu aliyemsaidia kwa huruma alikuwa mchungaji wao mpya. Alianza kulia kimya kimya, huku akifuta machozi yake kwa kona ya kitambaa chake. Watu wengine pia walianza kuguswa sana na maneno yale. Mwanaume aliyekuwa amemwambia kiti kimehifadhiwa alishika kichwa chake kwa mikono kana kwamba amegundua kosa kubwa sana alilofanya. Mwanamke aliyemwambia aende kukaa peke yake mezani aligeuza uso wake chini akijaribu kuficha aibu yake. Mchungaji Thomas aliendelea kuangalia kanisa zima kwa utulivu. Hakuwa na hasira wala kelele. Badala yake, sauti yake ilikuwa ya huzuni na mafundisho. Alisema polepole, nimeona mengi sana leo asubuhi. Nimeona watu wakicheka, wakifukuza, wakidharau mtu ambaye hawakumjua. Baadhi ya vijana waliokuwa wamemcheka asubuhi waliinama vichwa vyao kwa aibu. Mmoja wao alinong'ona kwa sauti ya chini, hatukujua kabisa kwamba ni yeye. Mwenzake akajibu kwa huzuni, tulimdhalilisha sana. Mchungaji Thomas aliendelea kusema kwa sauti ya upole lakini yenye nguvu, nimeingia hapa kama mtu maskini na wengi wenu mliniona kama mtu asiye na thamani. Wengine wenu mlisema mimi ni chizi, wengine mliniambia sione kuingia, wengine mliniambia siwe karibu nanyi. Lakini kuna mtu mmoja hapa aliyeniona kama binadamu. Watu wengi waliinua macho yao kwa mshangao wakitaka kujua ni nani aliyekuwa anazungumziwa. Aligeuka na kumtazama mwanamke maskini aliyemkaribisha mezani asubuhi. Kwa sauti tulivu alisema, yule dada aliyenikaribisha mezani na kunipa chakula ndiye aliyenionyesha upendo wa tulivu. Watu wote wakageuza macho yao kumtazama mwanamke huyo. Mwanamke huyo alifuta machozi yake kwa aibu huku akitingisha kichwa kidogo kama kwamba hakutaka kuonekana. Mchungaji Thomas aliendelea kusema kwa hakuuliza mimi ni nani, hakuangalia nguo zangu, hakuangalia harufu yangu. Aliona tu kuwa mimi ni mtu anayehitaji kukaa mezani. Watu wengi walianza kulia kimya kimya baada ya kusikia maneno hayo. Mwanaume aliyemfukuza mezani alisimama tena na kusema kwa sauti iliyovunjika, mchungaji, tafadhali tusamehe, hatukujua. Mchungaji Tom alimwangalia kwa upole kisha akasema, sio suala la kujua au kutojua, ni suala la moyo. Kanisa zima lilijaa hali ya majuto makubwa sana. Watu wengine waliinama chini wakifuta machozi yao. Wengine walikuwa wanashikana mikono kwa huzuni wakikumbuka jinsi walivyomtendea asubuhi. Thomas akasema tena kwa utulivu, upendo wa kweli hauchagui sura, hadhi wala hali ya mtu. Kama tunasema tunampenda Mungu, basi lazima tuwapende watu wote bila ubaguzi. Maneno hayo yaligusa mioyo ya watu wengi sana. Mzee mmoja wa kanisa alisimama polepole na kusema kwa sauti ya huzuni, leo tumefundishwa somo kubwa sana mchungaji. Watu wengine waliinua vichwa vyao wakionyesha kukubaliana na maneno hayo. Mchungaji Thomas aliendelea kusema, kanisa halipaswi kuwa mahali ambapo maskini anahisi kutengwa. Kanisa linapaswa kuwa nyumba ya upendo, mahali ambapo kila mtu anakaribishwa. Watu wengi waliinua macho yao huku machozi yakitiririka. Mwanamke aliyekuwa amemkaripia mlangoni asubuhi alianza kulia sana akisema polepole, nisamehe mchungaji, sikujua nilichokuwa nafanya. Lakini mchungaji Thomas alimjibu kwa utulivu, leo tumejifunza wote pamoja. Hatimaye mchungaji Thomas akahitimisha kwa kusema, siku hii iwe mwanzo wa kanisa jipya ndani ya mioyo yenu. Kanisa ambalo halitambui ubaguzi, bali linatambua upendo. Ukumbi mzima ulikuwa umejaa ukimya wa majuto na tafakari.
Na siku hiyo, watu wengi waliondoka kanisani wakiwa wamebadilika mioyo yao. Walitambua kuwa walikuwa wamejifunza somo kubwa sana kuhusu unyenyekevu, huruma na upendo wa kweli. Tafadhali tuandikie maoni yako hapo chini kwenye comments, tuambie umejifunza nini juu ya hii story. Usisahau kulike, kucomment pamoja na kusubscribe. Tukutane tena next time. Bye bye.